Awali yote kwanza napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu mwenye rehema aliyetujalia uzima pamoja na afya hata tukaweza kukutana leo kwa ajili ya kilele cha uchangiaji wa damu ambacho tulianza tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka huu 2025. Lakini pia napenda niwapongeze wote ambao mmejitokeza sana siku hii ya leo, mmeachilia shughuli zenu lakini mkaona umuhimu wa jambo hili kubwa. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki sana. Ndugu zangu, kampeni hii ya Changia Damu na Okoa Maisha ni kampeni iliyozinduliwa pale kwenye kituo chetu cha afya cha Excellence siku ya tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2024, ikiwa na lengo kubwa la kuendelea kuhakikisha kwamba tunaendelea kupata damu ya kutosha ili kuendelea kuwasaidia kina mama wajawazito hasa wakati wa kujifungua pamoja na wahitaji wengine ambao wanahitaji matumizi haya ya damu salama. Lakini sote tutatambua ya kwamba kampeni hii imeandaliwa na kampuni yetu kubwa ya simu ya Halotel, ikiwa na lengo la kuendelea kukusanya damu chupa zaidi ya 500 ili kuendelea kupunguza vifo vya kina mama wajawazito hasa wakati wa kujifungua na wahitaji wote hasa majeruhi wa ajali mbalimbali na changamoto nyingine za kiafya ambazo wanakutana nazo wanapokuwa hospitalini. Lakini sio hao tu ndugu zangu, sote tunatambua ya kwamba waandaji hawa wote wameshirikiana na Dar es Salaam kanda yetu ya Mashariki kwa ushirikiano mzuri pamoja na vyuo mbalimbali katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Nawapongeza sana sana sana, makofi kwao. Ushirikiano mkubwa ambao umepatikana miongoni mwao ndio umetuleta siku hii ya leo ya kilele cha kuendelea kuhakikisha kampeni hii inaendelea kuwa bora na yenye tija kwa maslahi mapana ya taifa letu. Lakini ndugu zangu, mwaka 2024 mwaka jana nilikuwa mkimbiza mwenge wa uhuru kitaifa na nilifanikiwa kuzunguka Tanzania nzima, bara pamoja na visiwani. Itifaki hile ni itifaki ya Mheshimiwa Rais na sote tumekuwa mashahidi. Mwenge wa uhuru ulizindua miradi mizuri ya kimkakati na miradi mizuri ya maendeleo. Lakini pamoja na uzinduzi wa miradi hiyo, ndugu zangu, nilishuhudia na kuona namna ambavyo Watanzania wameendelea kujitokeza katika zoezi kubwa lenye tija la uchangiaji wa damu. Katika mikoa yote, wilaya zote, walihakikisha wanaendelea kuhakikisha wanajitoa katika uchangiaji wa damu kwa sababu swala hili ni swala lenye tija na maslahi mapana kwa taifa letu. Lakini zoezi lile linaendelea kuokoa uhai wa Watanzania wengi, hasa kina mama wajawazito wakati wa kujifungua. Sote tunatambua huwa kuna upotezaji wa damu nyingi na damu inahitajika sana, lakini wapo wahitaji wengine kupitia damu ile ilisaidia sana kuendelea kuokoa maisha yao, na leo hii wanaendelea na shughuli zao mbalimbali. Katika zoezi hili kubwa la uchangiaji wa damu hii imefanya kazi kubwa. Kutokana na kazi hii kubwa ambayo imefanyika, ndio inatuonyesha kwamba Watanzania tunaishi kwa amani, upendo pamoja na mshikamano. Damu unayochangia leo inaweza isimsaidie ndugu wa damu, lakini ikasaidia Mtanzania mwenzako ambaye sasa sisi wa Tanzania ndio tunaita huu ndio ndugu wetu kama Watanzania. Dar es Salaam safi. Undugu wa Tanzania ni pamoja na kuendelea kushiriki katika shughuli hizi kubwa na za kizalendo. Ndugu zangu, laiti kama tusipofanya hivi, changamoto inapotokea inakuwa ni changamoto kubwa kwa sababu mmeshindwa kutatulika kwa wakati. Lakini kutokana na zoezi kubwa la kuendelea kujitolea na kuchangia damu katika maeneo yote nchini, ndio imekuwa sababu kubwa ya kuendelea kunusuru vifo katika maeneo mengi nchini, kutokana na ndugu zetu wa Dar es Salaam ambapo wanaendelea kuhifadhi damu zetu katika benki za damu na zinaendelea kuwa na tija katika maeneo mengi. Lakini kama tulivyoambiwa na wataalamu wetu wa afya kwamba damu ni uhai na damu inapatikana kwa mwanadamu tu, na sio kwamba tunaweza kuipata katika kiwanda. Hivyo basi jukumu letu sote kushirikiane kuhakikisha tunachangia damu. Na mahitaji ya damu hapa Tanzania ni makubwa sana.
na hasa kwa hospitali zilizoko katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Sote tutakubaliana ya kwamba wagonjwa wengi wanatoka mikoa mbalimbali katika nchi yetu kuja huku kwa ajili ya matibabu, kwa sababu Dar es Salaam tuna madaktari bingwa, lakini tuna hospitali kubwa ambazo zinategemewa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo mahitaji ya damu nayo ni lazima yatakuwa makubwa. Sisi kama vijana na Watanzania kwa ujumla kutoka mkoa wetu wa Dar es Salaam tuna jukumu la kuendelea kuhakikisha tunatoa na kujitolea kwa ajili ya uchangiaji wa damu ili kuendelea kunusuru maisha ya Tanzania nzima. Lakini pia naendelea kusisitiza ya kwamba kuna haja kubwa ya sisi vijana kuendelea kutambua ya kwamba taifa linategemea sana katika kuokoa maisha, na ndio maana kampeni yetu hii ya Okoa Maisha katika uchangiaji wa damu tumeileta kwenye vyuo vyetu vya mkoa wa Dar es Salaam. Wana vyuo safi, tukiamini ya kwamba katika vyuo vyetu tuna vijana wengi, na vijana sisi ni nguvu kazi ya taifa. Kama ni nguvu kazi ya taifa, nguvu tunazo, afya tunayo, twendeni tukajitolee damu ya kutosha ili kuendelea kunusuru maisha ya Tanzania wenzetu. Vijana mpo? Ndugu zangu vijana, ni lazima tuambizane ukweli. Taifa linatuhitaji sana, taifa la leo lakini na taifa la kesho, kwa sababu sisi kesho yetu ni kubwa. Lakini vijana tuliopo vyuoni tukiungana na viongozi wetu katika mamlaka za vyuo pamoja na watumishi wote katika vyuo na wageni wetu wote wanaokuja katika vyuo, kama tukaungana katika zoezi hili kubwa la uchangiaji wa damu mara kwa mara, tutalisaidia sana taifa letu. Swala la uchangiaji wa damu sio la mtu mmoja, ni lazima tushikamane. Meneja wa Dar es Salaam kanda ya Mashariki hapa amesimama, amezungumza vizuri, amesema vigezo ambavyo mchangia damu anatakiwa kuwa navyo. Alipozungumza niliona vijana hawa wote vigezo wanavyo. Kama tuna vigezo hivi ambavyo vimezungumzwa hapa, ndugu zangu, twendeni tukaendelee kuchangia damu, iwe ni desturi yetu ya kila wakati. Kampeni hii endelevu, hapa ni awamu ya kwanza, lakini tuwe na mazoea ya kuendelea kujitolea hata katika vituo vyetu vya afya vilivyoko karibu. Tukishagundua tuna sifa na vigezo, twendeni tukachangie damu ili kuendelea kunusuru maisha ya Tanzania wenzetu. Lakini naendelea kuwapongeza sana wakuu wa vyuo na taasisi mbalimbali kama vile Halotel, lakini chuo chetu cha Muhimbili katika ile clinic ambayo tumeshirikiana vizuri na wengine wote tuliona umuhimu wa kuunga mkono kampeni hii. Nilisema na nitasema tena, serikali yetu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Jenerali Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya mambo makubwa katika kuendelea kuhakikisha wanaboresha sana sekta ya afya. Katika kuzunguka kwangu, ndugu zangu, Tanzania yetu vipo vituo vya afya vingi ambavyo vimejengwa na kuimarishwa na kuendelea kuhakikisha wanapata vifaa pamoja na watumishi. Amezungumza hapa meneja ya kwamba wao walikuwa wanapata changamoto sana katika ukusanyaji wa damu na hata zile sampuli katika kuzifanyia kazi, sampuli 600 sasa hivi wanaweza wakafanyia kazi kwa masaa 3. Lakini hapo nyuma ilikuwa ni changamoto kubwa. Pongezi hizi ziende kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu. Ni lazima tuzungumze, ndugu zangu. Shughuli hizi tunapoona mafanikio, basi kuna viongozi wamefanya kazi kubwa katika kuendelea kuhakikisha sekta ya afya inaendelea kuwa bora. Lakini sote tunatambua, ndugu zangu, ya kwamba moja kati ya maeneo ambayo serikali imewekeza sana kwa kiasi kikubwa ni katika huduma ya mama na mtoto. Viko vituo vya afya ambavyo vimejengwa leo. Mama anapokwenda kujifungua, huduma zote anazipata kwenye kituo cha afya ambacho ameenda. Zamani ilikuwa ni changamoto, japokuwa tunatambua maendeleo ni mchakato, lakini kwa kiasi kikubwa sasa hivi mama huyu anahudumiwa katika mazingira mazuri. Sasa inapotokea changamoto ya kupungua kwa damu, sisi tayari damu iko kwenye benki ya damu. Inapofika pale itaokoa maisha ya mama huyu, kwa
sababu tayari huduma zipo, lakini damu inatakiwa itoke kwa mwanadamu ambaye mwanadamu ni mimi na wewe. Tushirikiane kuchangia damu kwa moyo wa kizalendo. Tuendelee kunusuru maisha ya Watanzania wenzetu. Hujui nani ataitumia damu hiyo kesho. Toa kwa moyo wa dhati, toa ukiwa unamaanisha. Mimi naamini ya kwamba kwa hiyo unapochangia damu kuna marejeo yanarudi kwako makubwa sana. Wale wenye imani, nadhani kila mmoja na imani yake na anaamini unapotoa sadaka kuna jambo kubwa linaweza likarudi kwako. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kujitolea damu kwa sababu serikali yetu imefanya kwa nafasi yake na inaendelea kufanya, na sisi jambo linalotuhusu tuendelee kuhakikisha tunajitolea ipasavyo. Lakini ndugu zangu, kupitia kampeni hii napenda sana niwapongeze wakuu wa vyuo na taasisi zilizoona umuhimu wa kuja kujitolea muda wao pamoja na damu kwa wanafunzi wao, kuongeza hamasa, kuona jambo hili ni jambo kubwa. Kampeni yetu ya usalama wa mama na mtoto wakati wa kujifungua yenye kauli mbiu inasema changia damu, okoa maisha. Niwapongeze sana wakuu wetu. Lakini ndugu zangu, ninapokwenda kufunga kampeni yetu hii ya kuchangia damu ya awamu ya kwanza, imekuwa na mafanikio makubwa sana ya kuunganisha wanavyuo katika vyuo mbalimbali katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Tangu tumefanya uzinduzi pale tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2024 katika chuo cha Excellence, wapo watu ambao wanaendelea kujitolea katika vituo vyote ambavyo tumepita. Kwa hiyo matarajio yetu ni kwamba watu kufanya hivi kwa ajili ya wale wahitaji wa damu, lakini pia aangalie haya watakayoyafanya yanatija gani kwa ajili ya taifa letu kwa ujumla. Ndugu zangu, tunawategemea sana katika kila kitu, ili tushirikiane na kushikamana katika kuendelea kuhakikisha kampeni yetu ya uchangiaji wa damu inaendelea kuwa bora na yenye tija kubwa. Katikati yetu tunaye mchangiaji wa damu ambaye ni kinara kabisa na amesimama hapa amezungumza. Huyu ni mfano mzuri ndugu zangu, ametoka kanda ya KCMC, ni mtumishi pale, amefanya kazi kubwa ya uchangiaji wa damu na sasa hivi amekuwa ni kinara kwa Tanzania nzima. Makofi kwake tafadhali. Sasa huyu anaendelea kuongeza ari ya hamasa kwetu sote wa Tanzania katika uchangiaji wa damu. Yeye ni mmoja, sisi hapa tuko wengi. Tushirikiane kwa dhati ya mioyo yetu katika kuhakikisha hamasa hii inakuwa kubwa, kuwafikia Watanzania wote katika maeneo yote. Nikupongeze sana kwa kazi ya kizalendo na Mwenyezi Mungu atakubariki zaidi. Lakini ndugu zangu, baada ya kuzungumza hayo, kwa kusema hayo ni wachache wazi ya kwamba ninawashukuru mno makampuni yote ambayo mmeshirikiana kwa pamoja. Dar es Salaam, kanda yetu ya Mashariki, kuongoza na meneja wetu, nafanya kazi kubwa na nzuri. Mambo haya tuliyozungumza hapa leo, kila mmoja akawe balozi kwa mwenzake. Mafanikio tumeyasikia kwa Dar es Salaam, lakini tumesikia namna ambavyo management za chuo zinavyotupa ushirikiano mkubwa katika kuhakikisha mambo yetu yanaenda vizuri. Niwapongeze sana chuo cha Imani. Lakini pia niwapongeze kampuni ya Halogen kwa udhamini mkubwa na kuandaa kampeni kubwa. Sisi tuna imani makampuni mengine yameona na yataendelea kushirikiana katika kuhakikisha sekta yetu ya afya inaendelea kuimarika kupitia uchangiaji wa damu katika benki yetu ya damu ya taifa. Sambamba na wageni wote tuliofika hapa leo, mimi niwashukuru na niwapongeze. Zaidi itakuwa mtoa fadhila kama sijatambua umuhimu mkubwa mlionipa siku hii ya leo, wakuwa mgeni rasmi katika kilele cha ufungaji wa kampeni hii. Nina imani walikuwa wengi wenye sifa kubwa zaidi, lakini ndio kusudi kubwa la mimi kuja hapa. Ninawashukuru sana ndugu zangu kwa kutambua umuhimu huu. Asanteni sana. Napenda nawapongeze sasa wanavyuo wote na wananchi wote ambao tumeshirikiana siku hii ya leo
Nimeambiwa tunaendelea na zoezi la upimaji pale na ninaona watu wakiendelea, uchangiaji wa damu unaendelea, lakini niwasisitize vijana wenzangu, tunapokuwa vyuoni tuna mambo mengi. Kwa sababu tunapata na huduma ya kupima bure, twendeni tukaangalie afya zetu. Twendeni tukaangalie afya zetu, tujue tunatoka wapi, tunaenda wapi na matarajio yetu ni yapi. Taaluma tuliyopata hapa chuoni, kama hatuna afya imara, ni sawasawa na bure. Tuhakikishe tunalinda afya zetu, wanavyuo wa vyuo vyote. Tuhakikishe tunaendelea kuwa salama, lakini tushiriki katika masuala ya kizalendo kwa maslahi mapana ya taifa letu. Kwa kufanya hivyo, ndugu zangu, tutatengeneza vijana ambao watakuwa tayari kulipambania taifa lao muda wowote watakapohitajika, lakini hata wasipohitajika wao watakuwa tayari. Na sifa kubwa ya kijana sasa ni utayari wako kwenye kufanya mambo fulani yenye msingi na yenye ubora kwa maslahi mapana ya taifa. Vijana safi. Sasa vijana wenzangu, twendeni tukaangalia afya zetu, lakini nawasisitiza core business ni masuala ya kitaaluma. Bila kusahau, twendeni tukajimarishe kwenye taaluma zetu. Tunapotoka hapa vyuoni tukao mfano bora. Tupate taaluma, lakini tushiriki katika masuala haya na ajenda hizi muhimu kwa maslahi ya taifa letu. Tutakuwa vijana wazuri wenye tija kwa familia pamoja na taifa kwa ujumla. Sasa ndugu zangu, baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru sana. Asanteni sana kwa upendeleo mkubwa, na tuendelee kuombea wagonjwa wetu walioko hospitalini na majumbani. Mwenyezi Mungu azidi kuwaponya, azidi kuwabariki zaidi na zaidi. Na sasa niko tayari kutoa vyeti vya pongezi.